Kuna maneno ambayo Yesu aliyazungumza zamani, na alipoyazungumza maneno, labda kwa kipindi kile watu labda walidhani kwamba amezungumza tu, labda jambo hili aliwezi likatokea. Lakini Yesu katika kitabu cha Mathayo sura yake ni ya 7 na kuanzia mstari wake ni ule wa 15, Yesu alisema hivi: jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Yesu anatoa tahadhari kwa kanisa na kwa Wakristo wote. Anasema tujihadhari na manabii wa uongo. Yesu anataja kabisa, anasema watu wa Mungu wajihadhari na manabii wa uongo. Watu ambao wanawajia wamevaa mavazi ya kondoo, au manabii wanapokuja wanakuja ni kana kwamba ni Wakristo kamili. Biblia inasema wanawajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Yesu anatuonya ama anaonya kanisa lake dhidi ya manabii wa uongo ambao wametokea. Hata wewe ni shahidi unayeniangalia, manabii wametokea wa uongo duniani, hususan ukiangalia kama nchi yetu ya Kenya. Manabii wako katika nchi ya Kenya wengi, na wao wote hao manabii ambao walitokeza katika nchi ya Kenya, na najua wengi watakuja kukashifu ujumbe huu, lakini ni vizuri tutahadharishe watu wa Mungu. Wengi wanajitokeza, lakini maandiko yanasema ni mbwa mwitu wakali. Kwa nini? Yesu anatuonya, anasema mtawatambua kwa matunda yao. Hapa ndio nataka tushike hii nukta. Yesu anasema hawa manabii wa uongo tutawatambua kwa matunda yao. Kivipi? Tunaangalia vitendo ambavyo wanavyovifanya. Je, imeingiana na maandiko matakatifu? Mfano, Yesu anaposisitiza katika kitabu cha Mathayo 24, barikiwa sana unapozidi kusoma pamoja nami, Mungu akujalie sana. Mathayo 24 na andiko lake la 24, Yesu amekuwa specific, anaonya watu, anaonya kanisa lake dhidi ya manabii wa uongo ambao wanakuja kupotosha watu wa Mungu. Mathayo 24 aya ya 24 nasema, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu. Hao manabii wanapotokea hawatokei kwa kupatia watu ujumbe wa Yesu Kristo, wanatokea kwa miujiza na vitu vya ajabu ajabu. Hawapatii watu ujumbe wa wakati, hawapatii watu ujumbe ambao Yesu ametaka, ujumbe wa malaika watatu. Wanawapatia ishara kubwa na maajabu, vitu wanavyofanya unaona vya ajabu ajabu tu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Mfano, mambo ambayo manabii hao uongo wanayafanya yanakuwa ni ajabu. Maandiko yamesema mtawatambua kwa matunda yao. Mfano, kuna nabii ambaye yuko hapa ambaye yeye ameenda kanisani, na ni kitu cha kusikitisha kwa sababu watu wengi wameingia katika mitego hii na watu wengi wamedanganywa na wamekubaliana. Mfano, huyu ni nabii ambaye ameenda kanisani, na anapoenda kanisani anakuja na muujiza wa ajabu. Muujiza wenyewe ni upi? Anakuja kupatia watu mikate. Ambia mkate huu unanunua kwa shilingi, yani unaunganisha madhabahu kwa shilingi 1000, na ananyopoa kipande kidogo cha mkate, alafu anakuambia hii unachukua na 1000. Hebu msikie, ndio huyo hapa. Sikia. Hautaki, nimeikula 1000. Ete 1000. Giliema. Ete 1000. Pea inaina. Pea inaina. Customer. Wapi?
Miracle working power. Miracle. Customer. Cha ajabu ni kwamba watu wengi wamefurahia na wanaenda na huu ni mkate ambao unauzwa 65 shilingi 65. Hebu piga hesabu, angalia vile watu wamedanganywa. Ni mkate ambao unauzwa shilingi 65 kama sijakosea. Alafu anaenda na mega kipande kimoja, anakuambia ni mibaraka na anakupatia, anasema unachukua hiyo na 1000. Kipande kinatoshana hivi, unapatiwa, unatoa 1000. Na kuna mtu ambaye anamchukulia pesa hapo. Unapeana 1000, anakunyopolea kipande, anakupatia 1000. Na angalia vile watu wamejaa. Angalia vile watu wamekusanyika pale ili wapate kupokea hata nao kipande cha mkate. Jamani, hii ni mambo gani? Yesu akasema mtawatambua kwa matunda yao. Maana manabii wanapotokea duniani hawatokei duniani kwa ajili ya kufundisha watu wa Mungu. Hapana. Wanatokea duniani kwa ajili ya kupotosha watu wa Mungu. Maana Biblia inasema wametokea duniani. Na kitu cha ajabu ni hiki. Hakuna nabii ambaye anatokea duniani anasema kwamba yeye ni nabii wa uongo. Hiyo usitarajie. Wote wanasema yeye ametumwa na Mungu. Wale wengine wote ni fake. Yeye ndiye ametumwa na Mungu. Akitokea mwingine anasema huyo hata ajui, huyo ndio fake kabisa, mimi ndio nabii wa Mungu. Wote wanajidai kwamba ni manabii wa Mungu, kumbe ni mikora. Sijui kama kuna lugha nyingine ambayo ninaweza kutumia. Huyu anaambia watu mkate, anaonyopolea kipande cha mkate. Aya, huyu mwingine naye anakuja na matunda. Amekuja na matunda, na hiyo matunda anapatia watu, anaambia ukikula hiyo matunda sijui mambo shida zako, sijui vitu vyako vitakuwa namna gani, sijui mambo yatakwenda. Hebu msikize, ndio huyo hapa. Hebu msikize vile naye anayosema. Sikie. Unapouma hii tunda tu, utasikia tofauti ndani yako. Utasikia kupona. Wengine mtaanguka, wengine mtakombolewa, wengine mtasikia kizunguzungu, wengine mtasikia mmepona kwa jina la Yesu. Inua hivi sasa. Baba, katika jina la Yesu na itakasa uma mara ya kwanza. Tabuna. Mara ya pili. Nasikia imeanza kutoka mapepo. Nasikia. Ngojea mara ya tatu. Mimi naitwa nabii Jeremiah. Mimi sibahatishangi. Uma mara ya tatu. Nguvu zinashuka. 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 Pokea. Baada ya kula matunda, kila kitu ambacho kimekuwa kikikufanya usizae kitakomeshwa. Na watu wameamini, wanasema kwamba haya matunda inapeana matunda. Na mtu anauma tunda, akishauma tunda mimi nashangaa sana na Wakristo wenzangu. Jamani, Yesu akasema tujihadhari sana. Hao ni manabii wametokea katika nchi ya Kenya. Sizungumzii nchi nyingine, nazungumzia nchi ya Kenya. Na kuna andiko liko hapa nataka tulisome kwa context yake. Katika kitabu cha Yeremia. Ndio hii hapa. Tusome Yeremia. Tafuta Yeremia 5 mstari wake ni wa 30. Yeremia 5 mstari wake ni wa 30. Nataka tusome andiko hili kwa context yake. Inasema hivi: jambo la ajabu na la kuchukiza limetokea katika nchi hii. Jambo gani? Manabii wanatabiri uongo, kama vile wanaona matunda na mkate, na mwingine ndio huyo na maji. Manabii wanatabiri uongo na makuhani wanatawala kwa msaada wa hao. Na watu wangu, sikia vile Mungu anasema, na watu wangu wanapenda mambo yawe hivyo, nanyi mtafanya nini mwisho wake? Maandiko yanasema manabii wanatabiri uongo. Na ndio unaona wamejaa hapa Kenya, wanatabiri uongo. Hao wote nimetoa, hawako nje, wako hapa nchi ya Kenya. Wa mkate, wa matunda, wengine ndio na maji.
anakuambia vile utakavyofanya maji. Yaani vitu ambavyo Wakristo hata ukikaa chini, hata ukitumia tu akili ya kawaida, huwezi ukaamini vitu kama hivi. Lakini angalia vile watu wamekuwa manipulated mpaka wameamini kwamba mkate unapeana upako. Ananunua kipande hivi 1000. Ameenda amepatiwa apple, anauma anaambiwa shika hii. Na anasema ako sawa. Angalia. Na si hiyo tu. Kuna wakati hata ameingia kanisani na akaambia watu, ukitaka kupata pesa, wewe utingize simu yako. Tuchukua simu yako, tingiza. Useme wewe network ya pesa. Wewe network. Ngoja, si ndio huyu yako hapa? Yaani na watu wameamini tukio hilo. Watu wa Mungu wamezidi kupotoshwa. Angalia, Mungu ametuambia tutawatambua kwa matunda yao. Tutawatambua kwa matunda yao. Msikilize vile utakavyopata pesa. Anasema hivi, ukitaka pesa wewe fanya nini? Sema kwa jina la Yesu. Simu yangu hii inaingia pesa. Wewe network ya M-Pesa. Kwa jina la Yesu. Come. Tingisha hiyo simu hivi. Ikamata network. Tingisha tu. Na utingishe kwa imani. Usitingishe maana tunasema utingishe. Tingisha kabisa. Tingisha tena. Tingisha, haya, inua juu kabisa. Sema kwa jina la Yesu. Mwana wa Mungu aliye hai. Naomba simu yangu hii kabla ya Thursday nitatoa 300,000 kwa jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Sasa utaifanya hivi, teremsha hivi, unainua hivi. Uko sawa? Aya, 1. Wengine unachelewa kwa nini? Inua juu. Teremsha. Inua. Teremsha. Ngoja nikuulize mpendwa. Hata kama nitumie lugha ambayo kidogo iko nje kidogo, hata kama umekubali kudanganywa kiasi kikubwa, hivi leo wewe unaamini kwamba Mungu anaweza akafanya muujiza kupitia kwa network ya Safaricom, network ya M-Pesa, ukitingiza hivi network iingie upate 300,000? Hata wewe jiulize, unaona kitu kama hiki kinawezekana? Ndio maana Mungu anasema tujihadhari na manabii wa uongo ambao wametokea na wamejazana duniani. Mungu anasema, angalia kitabu cha Yohana wa kwanza. Soma Yohana wa kwanza. Wakenya, watu wa Mungu, tukubali sauti ya Mungu, tukubali neno la Mungu likapate kutuongoza, tukubali Yesu apate kutuongoza, tusidanganywe na vitu kama hivi. Yohana wa kwanza 4:1. Mungu anatushauri, anasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu. Tujaribu hizo roho kama zimetokana na Mungu. Roho ya kula mikate unatoa 1,000. Roho ya kuuma tunda ati miujiza inafanyika. Roho ya kutingiza simu na safari kwa mfanyaji, hiyo ni roho mbaya, roho ya shetani. Ndio maandiko yanasema tuchunguze hizo roho. Roho ya kutumia maji, ukitaka chochote wewe tumia maji. Anasema zijaribu kwamba zimetokana na Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Na ni kweli kipindi ambacho tunaishi, manabii wa uongo wametokea duniani. Kama huyu, hebu msikie. Huyu anasema maji ukiwa nayo usikiwe na taabu. Hata kama unatamani shamba la mtu, akavunja amri ya Mungu ambayo inasema usitamani chochote alicho nacho jirani yako. Hata kama ni shamba la mtu na umelipenda, wewe usikiwe na taabu, enda unyunyizie maji. Uongo tu. Hata kama ni msichana, wewe ni kijana mwanaume, umetamani msichana na amekukataa, wewe usikiwe na taabu, enda ununue kale kachupa, upulizie tu, anakufuata. Si ndio huyo hapo, msikie. Sikia. Kuna watu ambao hawastahili kusikia. Ikiwa uko na ile living water, ninakupa ruhusa, nenda uspray chochote unachotaka, hata kama ni ya mtu, sema ni yako. Amen.
sikia, nenda na hiyo living water kwa kitu chochote. Narudia, hata shamba nzuri na ni ya mtu. Unanisikia wewe? Unasikia? Mwangalie mtu kama macho yake ana huruma, mwambie chukua kipochi utoke hapo. Nisikie, kuna mtu anataka kitu, ni mke wa mtu na mume wa mtu peke yake, ndio usifanye hivyo. Lakini hata kama ni msichana na wewe ni mvulana na unataka kumuoa na hataki. Wapendwa, ni huzuni kuona watu wa Mungu vile wanavyozidi kudanganywa. Yesu amesema mtawatambua kwa matunda yao. Ndugu na dada unayenitazama, usikubali kudanganywa. Njoo kwa Yesu akuongoze, akutie katika kweli yote.